mwingine kichwani dubu tu, bora akose chochote la sio dubu, kila kukicha asubuhi ya kwenye dubu tu. Dada yako yuko wapi? Naongea na wewe, dada yako yuko wapi? Swaiba, hebu naomba basi tuheshimiane. Wewe unapomkuta mtu amekaa kwenye mazonge yake alafu unaanza kumuuliza habari za dada yake, upi na wapi wewe? Sasa mimi hapa naishi na dada yangu. Mimi hapa naishi na mke wangu na sio dada yangu. Tuheshimiane basi. Sikiza nikwambie, sawa? Dada yako ameiba vitu vyangu vyote vya nyumbani. Si unanielewa vizuri? Alikuja kanililia shida nikamstiri, ameiba vitu vyangu vyote. Sawa, sasa kama mlimtuma nyinyi familia yenu, nasema hivi, vitu vyangu vitarudi. Labda sio mimi. Naomba nikuulize swali. Hivi ulitumwa kumpeleka kwako? Si kielele chako? Si tamaa zako? Na kama kweli ulimpeleka kwako, akafanya alichokiamua kukifanya, kaka, sina msaada na wewe. Nadhani atakuwa kakufundisha. Na wale wanaume wenye vielele vya kuwachukua wanawake wasiopajua na kaa wapi wakawapeleka kwao, basi atakuwa amepata fundisho kupitia kwa hili. Au sio? Sasa mimi na nyinyi tutaonyeshana. Sawa. Mimi na nyinyi tutaonyeshana nani ni mshenzi zaidi. Nyinyi mnamficha ndugu yenu, mmemtuma je kunibia, mnamficha, sawa? Mnajifanya mjui alipo, mmemficha. Naomba tuheshimiane. Siku nyingine natakiwa ujifunze. Ukiwa umemkuta mtu yupo kwenye mazingira yake, amekaa na mawazo yake. Hapa nilipo kwanza naomba usinichanganye na wala usiniumize kichwa. Nimekaa hapa kujifikiria na kutafakari. Mwanamke wangu ameondoka na nafikiria jinsi gani mwanamke wangu atavorudi. Alafu nakuja hapo naanza kuniuliza habari za ngonjera zako. Hebu kamtafuta na kujua wewe. Taonyesha kwamba mimi ni